Kanisa. Ikiuliza kanisa hili litajengwa na nani? Unaniambia litajengwa na sisi wote. Akina mama, kanisa litajengwa na kina nani? Asanteni. Unajua mahali nchi yetu imefika, mnasikia kuna mambo mengi ambayo yanasemwa. Kuna kelele kidogo utaisikia kona fulani, ujinga ingine utasikia kona fulani. Huyu ambaye mnaona hapa ametoka kule kwenye milima ya Ngong, sehemu ambayo inajulikana kama Dagoreti, mahali vita vya Mau Mau vilianza wakati walipomuua kiongozi anajulikana kama Waiyaki Wahinga. Hapo ndio safari ya kukomboa nchi yetu kutoka minyororo ya mkoloni ilianza. Kwa hivyo kama mnatafuta wale Mau Mau original, Mau Mau original wamesimama hapa. Hiki ndicho kizazi cha Mau Mau. Hao wengine mnasikia wakitembea Kenya hii, wakileta ujinga fulani ya sijui wako na shares, wakisema Kenya ni ya watu fulani na sio ya watu fulani. Mimi nakuja hapa kuwapatia ripoti kwamba Wakikuyu ni wa Kenya na Wakikuyu wanapenda Kenya nzima, na ndio kwa maana mimi nikiwa Mkikuyu nimefika hapa kumsupport mjumbe wa Bomachoge Chache, na nikijua mimi ni Mkikuyu na yeye ni Mkisii. Kwa hivyo wale mnasikia wakiwa na tetesi za ujinga kwa kona fulani, mjue hawaongei sauti ya Mkikuyu, wanaongea sauti ya tumbo yao ya kujitafutia. Na wakati walipewa nafasi, hata sisi Wakikuyu hatukunufaika kwa uongozi wao, walikuwa wananufaisha tumbo zao. Na ndio kwa maana tunasema yule ambaye hataki amani Kenya hii, shetani afanye nini? Hii Kenya ni ya watu wote na tutatoshea wote, lakini haitatoshea hata mtu mmoja mlafi. Nitamalizia kwa kusema hivi: wakati serikali inachaguliwa kwa mfumo ambao uko kwa katiba, na katiba yetu inasema serikali inachaguliwa kwa kura. Yule ambaye hapendi mjumbe wake ama ako na tetesi na gavana wake, ukitaka kubadilisha kikatiba bila kuleta vurugu na fujo, ukitaka kubadilisha uongozi ni kupitia kwa debe na kupitia kwa kura. Kwa hivyo hivi leo tukiongea, rais wa jamhuri hili letu la Kenya sio mwingine bali ni Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto, jamaa wa kujituma, ambaye anawafanyia wakazi Kenya kazi pasi kuchagua ati wewe ni wa kabila gani ama ni wa kabila gani. Yeye alikula kiapo na wananchi wa Kenya, akasema hii Kenya ataibadilisha kwa mipango hiyo ambayo mnaiona, ambayo iko mpaka hapa Bomachoge. Sasa mimi nitamalizia hapo, niwaulize, mnapokea salamu za wanadagoreti? Mnazipokea? Ya pili, nataka mjue kwamba niko hapa na katibu kutoka hapa Kisii. Huyu katibu wetu Mheshimiwa Isaboke Stephen, sisi tunajua ametoka Kisii, na sisi tunajua ati kwamba kazi yake kwenye serikali yetu, akiwa mojawapo ya one of the best people in our sector, atashikilia hiyo sekta yetu ya broadcasting and telecommunication. Wana Kisii, mnampokea katibu wetu huyu? Hebu mshabikieni kwa makofi. Ukimuona katibu ametoka hapa Kisii, ujue alikuja mbele ya kamati yangu tukiwa na Mheshimiwa Alpha Muruka, tukampiga msasa na tukaona anatosha, na tukasema Kisii inahitaji katibu wake. Kwa hivyo nataka mshabikie mjumbe wenyu, kwa sababu aliangalia akaona kiti kipatikana ataileta hapa nyumbani. Nyinyi mnafurahia kuwa na katibu? Mnafurahia kuwa na katibu? Sasa
Mniruhusu wana Bomachoge, mniruhusu mimi nimalizie hapo, niwaache na salamu zangu za